Siku hizi pia ukiingia mitandaoni kuna wanaume wanaambiwa wasisikize mwanamke anaitwa simp. Eti kama una cooperate na bibi yako anaitwa simp, wewe ni mdhaifu. Kuna wanaume anao akienda nyumbani mapema kushughulikia boma yake anaambiwa jogoo afuatani na vifaranga, come drink at the table of men. Anaenda kwa pombe, inaonekana kama ni dhaifu. Mwingine akona mpango wa kando, akona mwanamke hapa, ni baby daddy pale, ni mwingine hapa, amejificha hapa, amedanganya, amebreak heart ya huyu msichana, amedanganya huyu mwingine. Huo si wanaume. The moment you lack that fatherhood, one, you are lacking discipline, you are lacking respect, you are lacking direction. Without a father who is a figure, either physically or emotionally, there is a gap that automatically you miss in your life. The society has termed us, the society has deemed the man as a rock. A man cannot cry, a man cannot shed a tear. But this is me telling you today that it is okay not to be okay, and the first step to healing is vulnerability. Each and every person was given a reason as to why you're on this earth. Ni wewe tu hujajielewa mbona Mungu alikuumba. But no one alizaliwa na jui ama Mungu ajui mbona alimuumba. Mtu anakuja akona shida, anaambiwa wacha nikuombee, mambo itakuwa sawa. Mtu anakuja hajakula, anasema hana kazi, tunamchapa maombi. Na anaambia Obina vile anakaa ni ule mtu wa kelele imekuja anatoka. Jamani, kama kelele imekuja niambie tu baby nakupenda tuongee. Usitoke. Sawa? Ama niache wanawake? Si wanaume mnafanyanga hivyo? Hapo ndaongelelea wanaume. Saa ingine hiyo pata amesema ni ukweli, mimi kelele siwezi. Kelele mimi ndo huyo. Kwa nini? Saa ingine kelele ni too much. Obina wanawake tumeumbwa wa kelele. Hatuwezi change. Now you see, now that's the problem, because you can't compromise for the person you're in a relationship with. Why not just communicate? Ukisema si tumeumbwa na kelele hatuwezi change, niko zile okay, baki na kelele yako, mimi ndaenda na kutokupiga kelele yangu. Kuna ile kelele ya too much na kuna ile ya kuelewana. Unajua kuna ile baby nimekuongelesha hii hujafanya na hujafanya. Haisikiki vizuri. Hapana, lazima nimalize hata watetea. Ukishout I avoid, ukiwhisper na karibia. Badala ya kusema we need to talk, ukiambia mwanaume we need to talk hata kuja. Goja tu wakati yako happy kumerelax muongee. Jambo la mwisho, kila wiki muende nje mkakunye coffee nyinyi wawili. Badala ya wewe kustomach na vitu na unalipuka, mkuange na date out. Uko date out tunaongea yote iliyotendeka hii wiki bila kubottle up. Sawa? Lazimisha. Mwanaume akijifanya kwa kazi anakuja after 3 months, hata wewe enda zako. Usiolewe na Bluetooth, olewa na mtu wa ukweli. Get the point. Take a step forward. Saseni, tuseme ama tusiseme? Mjadala tunayo ama tuna? Tunayo ama tuna? Naitwa Benjamin, so happy to see you guys. Hebu leo tuongee tutoke. Sawa? Kama kuna mtu alikufanyia ile kitu, sema hapa. Sawa? Hatutasema sawa? Sound engineer, balance your microphone kidogo. Haya, the next person. Vinafinyiwa hapo chini. Habari ya leo. Kwa majina naitwa Ponya Kolo Eugene. I'm the founded executive director of L.E Movement Africa, which is a movement of the young people who are unemployed, by the unemployed, for the unemployed. And we are doing this for a major purpose to eradicate the unemployment menace. Because we all agree, hakuna kazi. Vijana kuna kazi kweli? Vijana power. Kuna kazi kweli? Si hakuna kazi. But we cannot just keep complaining that there are no jobs. We can't just be part of those who want to complain that hakuna kazi. That's why, as L.E Movement Africa, hata ndo maana tuko hapa through Trudy Kitui, who is a very marvelous person. That's why we're here, kwa sababu the Grace World Foundation, nikisema Grace World Foundation, tuseme building resilient communities for shared purpose. Grace World Foundation, yani mmekaa hapa, mmekula chakula ya daktari na mwezi kukata nini? Network. Tafadhali. Network. Grace World Foundation, tuongeze sauti. Tunasema building resilient communities for shared purpose. Grace World Foundation. Very nice. Ile kwa useme tu jina yako. Wacha niwafunze kitu kingine moja. Nikisema L.E Movement Africa unasema striving to green Africa. L.E Movement Africa.
Asanteni sana. So we are happy to be here as Wazalendo Movement Africa because they are so keen on what we call food distribution. And we as Wazalendo tuko hapa kwa kusaidia nyinyi wa mama wazee kuweza kuweka hizo kitchen gardens, kuweza kuweka hizo hydroponics farming kwa sababu ukulima unabadilika. Na kama mama anapeana chakula, sisi kama Wazalendo tunachukua hilo jukumu, apange siku, tukuje tuwa train to come up with here with the hydroponics farms, tuone jinsi tutasonga mbele. Tutaongea mengi tukisonga. Asanteni sana. Kazi iko bwana, kazi iko. Kazi ni kutafuta kazi. Hiyo kazi iko. Good afternoon. Good afternoon again. My name is Belshazzar Oro, the CEO of Gojeli Group of Companies. Gojeli Group of Companies is a group of 7 companies with Farisi Premium being one of the companies. We have the Gojeli Marketing Agency. We also have the Gojeli Consulting, among many others. Niliambiwa nimeletwa hapa na Obina. He voice noted me like some days ago about the program. However, the notice was short, but we had to come here so that we could share something. Asanteni sana. Thank you. God is good. And all the time. My name is Captain Cedric Sammy Nagosa, the President Emeritus KEMU 047 Campus, Kenya Methodist University, currently serving as the mental wellness lead at Wazalendo Movement Africa, and I'm glad to be here today. And as a politician, as a student leader, we like oozing wisdom. So today I'll say, Wakenya wisdom, you say wisdom, okay? Wakenya wisdom. Wakenya wisdom. A poor man's wife is only happy at night. So as we are going to talk about men, let's talk about men. For all the men in the room, don't feel free. This is the time where you can be vulnerable and open up. Let's share and let's talk. Thank you so much. Hallelujah. Na pia mimi niko hapa pastors. Najua kuna watu wanafikirianga pastors hawananga shida. Kazi yao ni kuomba. Lakini pastors wanapitia mambo yao. Kwa hivyo tuko hapa moja. God bless you. Thank you. Asante. Swali ya kwanza, tunaanza na Benjamin Zulu. Kwa nini wanaume hawaongeangi? Kwa nini wanaume hawaongeangi? Bro, kwaje niko fiti? Bro, ni aje niko poa? Kidogo suicide, kidogo drugs, kidogo amepiga bibi, kidogo amekanyaga mtoto. Kwa nini wanaume hawaongei? Ni kwa sababu tuna confuse vulnerability with weakness. Tunafikiri tukikubali we are human, hata onekana kama wanaume. Tumeambiwa tukue simba, ati lion shed no tears, ati ukae ngumu. Hata ukiona wakiadvertise kwa barabara, wanaume wanakuwa pictured kama ni tough. Ile ya ukweli ni kwamba wale wanaume Mungu alisema wako na roho kama yake, kama David, tunaona wakiandika zaburi za kulia. Tunaona akiji-express emotionally, akipour out. So, Obina ukiniuliza ndasema, a strong man does not deny his humanity. He integrates. Wanaume wakiacha kuongea, pia wanawake wao wanaacha kuongelesha. Kwa sababu ukikana mwanaume akwambie napitia nini, utaona hata kama akusikizi pia. Ni kweli ama si kweli? Boma zetu zimenyamaza na ndoa zinadhoofika kwa sababu kiongozi yako zipa. Hata akuji nyumbani social hour, vulnerable hour, anakaa nje akuje wakati ya kulala. Between kazi na kulala ndio mwanaume anafaa kuja nyumbani aone mtoto anaendelea aje na mama anafeel aje, tuongee emotionally. Lakini wanajificha. Wanapitia kwa bar ama wanapitia kwa wenzake, wale wa maombi wanaenda maombi, anajificha mahali tu akuje after dark, after bedtime. Kwa hivyo mwanaume aliyenyamaza ananyamazisha boma yote na anaogopwa na anaumia peke yake. Kwa hivyo langu ni kusema sometimes, for example, umesikia prostate cancer na mambo mengi yanaendelea na mwanaume ako na tu symptom tudogo kama uchungu hapa, kingine pale, lakini kwa sababu hawezi akaketi akauliza unasikiaje, aseme nimekuwa nikisikia ka uchungu hapa kwa last one week. Hakuna siku ataongea, hilo jambo lile linapita, it gets out of control. Kwa hivyo wanaume hawaongei kwa sababu wana mistake strength for pretense. We should become genuine. Na ukisema leo pesa haijaingia na unasikia ukiwa stressed, uko anxious kidogo, haimaanishi umeacha kuwa kiongozi. Ukisema hauna dosa hii, kuna deal jeda through kazi na kustress, boss na kuonea, umekuwa alienated, zile shida za kibinadamu haijakupunguza kama mwanaume. Jifunze kuongea ndio relax. Ukijifanya mtafu baadaye utavunjika. Nagosa Cedric, signs. Utajuaje huyu mwanaume amelemewa? Because wengine wetu wameingia gym, amefinya nini, amepiga suti kama hiyo apostle, nywele amenyoa vizuri nini, lakini kume ndani huyu mwanaume ameenda. Mnaonanga hapa
Buddha, lakini ndani science unajuaje huyu mwanaume ako na shida mentally? Halo. Thank you so much. One thing about men, if you want to know a man is going through mental turmoil, first of all, mental health, when you mention mental health to a normal person, they will think that you are joking. They will shrug you off. Watakwambia, mimi niko sawa by the way. Waking up daily, going to sleep at night, and providing for your family is not just being okay. And I usually like saying, it's okay not to be okay because nobody is actually okay. We live in a society where we mask our emotions, and one indicator that a man is drifting away, they start withdrawing themselves from the small hookups they usually have with their men. They usually have, men, when you go to a place, we will go, let's say, to a joint, watch football, talk about all the things, but when you become emotional, utaulizwa kwani we ni nyang'anya. Because the society has termed us, the society has deemed the man as a rock. A man cannot cry, a man cannot shed a tear. But this is me telling you today that it is okay not to be okay, and the first step to healing is vulnerability. Your wife, if you're a wife to a man, I'm not married, but our Dr. Princess said that the current generation is overwhelmed. Then there are the millennials who are banned. Then the other ones who are confused. How can we bring all these generations to harmony? Let's say my father has a mental health issue, they won't come to the house and say it there. Where are men going to be vulnerable? So for a wife and for anybody who lives close to a man, because it's so hard for you to avoid men out here, a man, if you want to notice if this man is drifting emotionally and mentally, that man starts withdrawing themselves, they limit conversations, they no longer stay with you, availability becomes an issue because they are trying to run away from reality. Most of these men decide to even go and even just drink off the problem. So for all the men in the house, don't drift away. It's okay not to be okay. Mental health is not a disease, and help is not far away from you. Look for someone, look for any counseling psychologist or anyone, because the best counselors are amongst our friends. They are not in counseling institutions. There, we can go there, but if you have a friend, a confidant, find an anchor as a man. Don't drift away. I've given you the indicators that a man is drifting away, and if you realize that, find an anchor. If your anchor is God, go back to God. If your anchor is God and your wife, go back to them. Share the problem. A problem once shared is half solved. Thank you so much. Asante sana. Belshazzar, unresolved childhood wounds. Uliteseka ukiwa mtoto, umegrow ushago, sijui dada kukuanga hapo, mara ni mam, ama dada alikuwa anapiga mam, sijui ulikuwa umefanya nini. How do they come later to affect your present life as a man? What role do they play? Thank you so much, Obina. To start, there are wounds in life that shape who we become in life. There are some wounds that if you go through them, you will never heal from them, but they will automatically shape who you become. They will shape how you think, they will shape how you reason, they will shape how you take life or how you view life. Generally, just to talk about a recap of what I went through. Before, born from Mabit County, went to a school called Nyafari School, PO Box 150, raised from a humble background. Mwajua pale kijiji watu wajuangi kama we ni maskini. They don't know that when actually they back at the village, you don't know whether you are poor or whether you're not poor. But in the same village, kuna yule mwenye ako poor that even the poor know that he's poor. So we were the poorest that even the poor knew that we were poor. But being that I wasn't the biological son of my dad, it happened that it affected the relationship even between me and my dad. It affected the relationship between me and my grandmother. My dad being there a bit hostile on me, to an extent that at times my grandmother told my dad that he was wasting his school fees on me, forcing me to drop out of school. I was at Maseno University. I had to drop out of 1 year, see how to maneuver into life, and I had to catch up late after 1 year. Through the grace of God, Mheshimiwa Babu Owino came through
and is the one who helped me to finalize my education and acquired my degree. So after that, you realize that as a man, you might end up, you will grow, generally you will mature, but deep down internally, unapata ka bado kuna kautoto wengine. Because the moment you lack that fatherhood, one, you are lacking discipline, you are lacking respect, you are lacking direction. Without a father who is a figure, either physically or emotionally, there is a gap that automatically you miss in your life. There is the way they shape it in your life. There is something that they do in your life. So generally, personally, I missed it as I was growing up. But through it, I learned one thing, that I was alone in the journey, and there was no one who could be there for me. So through the journey itself, I came to understand one thing, that in life, there are people who who took risk, or generally who made bold steps in life and succeeded. And I decided to also copy-paste whatever those who fought to be where they are. Also, I believe that I could do it. So the journey became a bit controversial and a bit tough. But I will finalize by saying that missing that leadership from the father, or the parenthood from your father, will make you to, it will affect you generally. Because nowadays, even if I'm the way Nico, but it affected this easy. So that is why I really realized that I had to go to an extent of now getting a father figure in my life. Someone that I could trust with what I want to be. Someone who could mentor me in the journey. Someone who could stand by me, and someone that I could easily share my secrets with. So that is where I think for those who maybe have known me, I have realized that I'm a bit close with Pastor Tim Maangi. He happens to be my mentor. He happens to be my spiritual father and my father. And that is where Babu Owino comes in as a father who has stood with me throughout this journey. So I decided to myself that I needed someone who come into my life as just like a father figure, to stand by me, to always guide me on the right steps to make. Because without that father figure, trust me not, there are steps that you will make in life that might end up affecting you later. This gentleman is the CEO and also a director of Farisi Unga. That clearly shows you that we have a lot of men holding very high-ranking offices, and they have gone through it all. For the young men who are here, you might be going through it now. Don't think that you have monopoly of problems. Don't give up then, because if he gave up then, he would not be seated here. Sindio, makofi zake tafadhali. Apostle, what role are you guys playing? Religious leaders, our fathers, community leaders, what role are you playing to help young men to go through such? Inakuja, question time inakuja. Imria dimba. The church, all the spiritual leaders, mostly I must also accept and admit that saa ingine hiyo area inakuwa overlooked. Kwa sababu gani? Kuna a lot of spiritualization of everything. Mtu anakuja akona shida, anaambiwa wacha nikuombee, mambo itakuwa sawa. Mtu anakuja hajakula, anasema hana kazi, tunamchapa maombi. Na anaambi But we thank God, kuna generation ambao pia tumepitia. That is why I said ya kwamba nitaongelelea pia pastors, kwa sababu some of us pia tuko na journey ambao haijakuwa rahisi. Kuna tu vitu naweza relate with my brother, ya kwamba unazaliwa familia ambayo wewe ni kama mtoto mgeni, na unakuta unateseka sana wakati wa kukua, hata shuleni kwenda unakuta ni kama unasomeshwa, ni kama favor unafanyiwa. So hizo vitu kama hizo. Alafu wakati umegrow, watu wanakuangalia, wanaona uko na kakichwa ngumu, kwa maana kuna vile wewe mwenyewe umezoea kujikaza kimwanaume. Na wakati nafika hapo unakutana pia na pastors, unaingia kanisani, wanaanza kuona mbona huyu mtoto akona kichwa, mbona huyu kichwa. Kuna mahali ya maarifa pia, kwa sababu, and that is why as pastors also we need also to be trained as counselors, kwa sababu ukimeja tu only na mambo ya maombi peke yake na neno, kuna mambo ingine ambao utakuwa unaweza kubalance. Na that's why tunasema pia as pastor we also need to tusome mambo ya counseling, kwa sababu itakuwezesha kwanza kudetect ya kwamba huyu mtu shida yake sio kiroho, ako na kitu kingine ambayo inamsumbua.
Kwa hivyo mambo sisi kama leaders na spiritual leaders na mentors, we have a very big role, kwa sababu most of these young men wanatutrust sisi kama pastors na kama leaders, wanakuja kwetu. Lakini kama hatuna hayo maarifa na kuweza kudetect na kujua hii shida sio kiroho peke yake, kuna kitu ingine, tutawaacha kwa shida. Wengine watatoka kanisani, wengine wataenda huko nje, alafu tunawafuata, tunasema huyu alitoka kanisani, alikataa Mungu. Na sio kukataa Mungu, ni kwamba hakueleweka kanisani. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Asante. Hapo umesema ukweli. Pastor nasikia njaa. Receive. Wacha nikuombe. Ninunulie tu lunch tumalize story mimi. Sasa Obina. Hiyo ya lazima tu uko unaongea. Sorry. Upako. But it's a good thing. That part for pastors or religious leaders being trained in counseling can be very important, because now they will know how to discern what needs counseling, what needs prayers. Vitu zote tu maombi. Pastor niweka mkono ya Bwana. Pastor yawa. Ni kazi tu. Niweke ni clean hapa nje 1-2. Aya. Eugene. Let's talk purpose. Let's talk alternative. Because most men, when they don't have purpose, they focus on other things. Drug abuse, wrong friends, pastime, they get into crime and everything. Let's talk about it. And especially you are a living example of alternative purpose. There's something you do very beautiful in your area. Please, let's talk about it. Thank you. That's a very philosophical question. And I have much to say over the same. Because most of us, even watu wamekaa hapa, very few of them, they know their purpose. And that's a very bad thing, because I believe as Eugene, each and every person was given a gift. Each and every person was given a reason as to why you're on this earth. Ni wewe tu hujajielewa mbona Mungu alikuumba. But no one alizaliwa na ajui ama Mungu ajui mbona alimuumba. Uko hapa kwa nia. Lakini jiulize, nia yako hapa duniani ni gani? Some people find their purpose very early in life. Some people take time to realize who they really are. And that's why as a movement of the young people, which has over 100,000 across the country, we keep on trying to bring young people together, to talk to them, to make them realize that you can do something for yourself. Because as a person, I believe in ownership. I believe in ownership so that each and every person can have something for them to do. Because if you look at it critically, majority of the young people, or rather majority of the people, wamekuwa structured or rather programmed to look for employment, but not to look innerly. What is in there for me? Why am I here? Why am I on this earth? How am I supposed to inspire others? How am I supposed to motivate others? Because some people feel like you have to do something very vital for the society for you to be doing something from a purpose perspective. But no, you can just be a motivator. You can just be an inspirer. Someone who just makes people feel like, let me wake up today and go to work. That's even the work of the people who work for the radios. You will hear maybe very early in the morning, utapata kuna show za uokovu. Ndio maana watu wengine wakisikiza hiyo show wanasema, mimi naenda kazini kwa sababu I've heard this from the radio. This is the strength I've gotten from hearing from this. So I ask all of you, it takes time for you to realize what's your purpose. And for me, it was a journey. It was a journey because I kept on asking myself after I finished high school. And this is what I will also say to the fellow young people maybe who haven't gone to school. That's college or university. Who you really are. Don't wait for your friend to see strength in you. Some people lazima uonyeshwe ni watu wa maana ndio utaona wanafanya vitu za maana. Wasipoonyeshwa ni watu wa maana ama someone pointing out that gift in them, utapata watu wengi na easy. I hope pia this is what I will advise all of you. For you to also realize purpose, please make time na utembelee makaburi. Ukipata muda, tembelea makaburi. Ukitembelea makaburi utarealize watu wengi wamezikwa huko. A lot of dreams zimezikwa huko na hakuna chochote wanaweza fanya. Unataka kukua kama watu, ukitembea makaburini utajiuliza hiyo swali. Unataka kuwa kama watu wale ambao walikufa bila kumaliza nia ambayo iliwaleta hapa duniani, ama you want to be the people
who are going to be able at least to bring something for this life. For example, for instance, was L.E Movement Africa. When we began this, we had a very crazy accident in November 2023. And I asked myself, because I wasn't myself, I was asleep in the car, and we had a very crazy crash. Then when I woke up, people thought even I was dead. So when they were waking me up, then there was a gari ilikuwa imefungwa my airbag zote zilikuwa zimedrop. So watu walikuwa wanajua watu wamekufa, na mimi nilikuwa nimelala kwa kiti kama mtu amekufa. So the driver was pulling me out kuona kama sijakufa. So kutoka hapo, the moment I stepped out and I asked myself, ningekuwa nimekufa leo, matanga yangu watu wangongea nini? And I ask myself this question every day. Nikifa leo, watu watasema nini? Na sio watu kusema tu. What if nilikuwa na kitu inafaa niambie watu na sikuambia? What if kuna kitu ilifaa nifanye na sikuambia? Kama sasa kila mtu ako na shida ya chakula. Kila mtu ako na shida ya chakula. Ndio maana kutoka hiyo siku nikasema, before nitoke hii dunia, before siku yangu ifike, tutangangana kama Wazalendo Movement Africa, tuweze kuzalishia watu chakula. Tuweze kufunza watu mambo ya hydroponics farming, tuweze kufunza watu mambo ya aquaponics farming, mambo ya ukulima wa samaki, ukulima wa kuku. Na tumekuwa tukitembea all these 47 counties ever since we had this accident. So for me, to get my realization, I was so much into politics. And then I realized, no, I have to do environmental work, I have to do climate advocacy and smart agriculture. So that's what I will say. Thank you so much. Umeenda Tao, akaenda Utawala, akaenda Rongai, akarudi Kitengela, lakini amefika, si ndio? Asante sana. Aya, in summary, Benjamin, 5 minutes, talk to men overally. You can stand if you want. Yeah. Wanaume oye. Wanaume Unajua siku hizi wale wanaume wanajiita wanaume ni wale wako na flashy, wanavaa vitu flashy, ama wako na majina kubwa, wanakaa kama wana trend. Kwa hivyo ule mwanaume anatia bidii, anasomesha watoto wake, anatekea boma yake, anatia bidii, boma yake haifungiwi nyumba, ako present kwa watoto wake, anaonekana ni mudhaifu. Siku hizi ule mwanaume yuko kwa social media na hana trending, hashimiki. Siku hizi ule mwanaume anaheshimika ni yule anaenda TikTok, anashinda kwa na stream live. Most of us hatujaumbwa tukafanya influencer. Most of us tumeumbwa tukue present father. Nataka kukupongeza wewe ambaye unaenda kusikiza watoto wako, unaweka kijanako kwa kitanda, unasikiza msichana wako akona nini, wasikiza mke wako, mnapanga mambo yenu, kutoka pesa ndogo, kutoka shinda dogo, muna accommodate your family, munatengeneza boma, unalisha. If you are doing the things as a man, as a father, as a husband, na upigiwi makofi, you are the real hero. Wacha kushinda ukifuata social media. Kama as a man, siku hizi pia ukiingia mitandaoni kuna wanaume wanaambiwa wasisikize mwanamke anaitwa simp. Eti kama una cooperate na bibi yako anaitwa simp, wewe ni mdhaifu. Kuna wanaume akienda nyumbani mapema kushughulikia boma yake anaambiwa jogoo afuatani na vifaranga, come drink at the table of men. Anaenda kwa pombe, inaonekana kama ni dhaifu. Mwingine akona mpango wa kando, akona mwanamke hapa, ni baby daddy pale, ni mwingine hapa, amejificha hapa, amedanganya, amebreak heart ya huyu msichana, amedanganya huyu mwingine. Huo si wanaume, huo ni ugashenge, ni ushenge tuseme hivyo. Anakimbia kama kahi goat, anadanganya huko anakimbia kule. Wewe ambaye unasema and you keep your word. Nilisikia Obina akieleza kwa show fulani alikuwa anafanya kwa Jagero, alichukua majamaa anafanya boxing. Na kabla afanye boxing mmoja wao aliwaambia alikuwa mwizi. Hiyo siku walifanya match. Obina akawa tip, kapea jamaa 50k. Jamaa akabeba hiyo pesa akaenda kwa boma yake. Akachukua familia yake akakomboa nyumba. Iko na maji, wakafungua akatoa, tazama tuko na nyumba iko na maji. Obina akapea kijana, what can you do? Naweza fanya boxing. Chepa hii match, shika hii. Akakimbia nyumbani aka-accommodate familia yake. Hakuenda kwa side chick, hakurudi kwa wizi bro. By the way, you are doing a very important job bro. Thank you so much man. Alafu kwa hiyo context alikuwa ameulizwa hao watu wanasema ati ulienda State House, akamwambia nilipeleka vijana State House, unaona kama hiyo government itawa sponsor, iwape some money. Na kabla ya sponsor nikapea what I have. Akasema badala upigane na mimi, si usaidie yule ako next to you na yeye ainuke. Hao wanaume wanaojaribu kisport, yako ni boxing, yako ni hii, na unabeba hiyo pesa unapeleka familia yako unaweka kwa nyumba better, unaipea maji. You are not weak, you are the real man. Na nitaje hili pia. Mwanaume kujikontrol ni vigumu sana.
Siku za leo wanatumia sexual content ku advertise cooking oil. Wakitaka ku advertise cooking oil wanaleta mwanamke hapo. Wakitaka ku advertise radio wanaleta mwanamke hapo anadansi na ni radio. Wakitaka ku advertise kagari ni kasichana kako hapo. Wanaume tuko na hiyo shida ya kukua stimulated. Ukienda kwa anything wakitaka ku capture mwanaume wana stimulate your sexual senses. Ule mwanaume ata control your loins. The man who can control your loins, you'll arrive at the end of your journey safely. But if you allow erection to give you direction, you are going for destruction. Society, hata kuna wasichana wengine hawatuonei huruma, anavaa anashika hivi alafu anatembea mbele yako akikuonyesha. Siku nyingine pastor niliitwa nikaongea, alafu niko hapa na kuna wadada fulani wameketi, akiwa ameketi unajua wengine hawamuoni, mimi namuona ananipotezea network. Mimi najaribu kuongea nakaa nikiwa hivi kwa sababu nikiangalia hiyo side sioni. Imefika mahali hata kwa makanisa wanaume hatuna amani. Hii macho yetu manze ndio inatumia, yani ndio tunawindwa. If you are here as a man, and I'll practice self control. Develop your self talk. Karibia Mungu wako. Jifunze kujiombea, kujiimbia nyimbo. Jifunze kudiscipline na ukae na voice of reason. Mwanaume mnaweza reason wakati kishetani kinaingia kinakwambia kimizana na ule madhe, kimizana na ule dem, kuna dem anakutext nitumie 2K urgently. Anawama nao namwambia kujia. Nini kimeendelea hapo? Ni exchange tayari imehappen. Ameitisha dona akaambiwa kujia ati unatumia fair. Unaleta mwili juu ni transaction sio dating. Usiingiane na wasichana, usiingiane na kutuma 2K. Kama boma familia yako iko ushago, tia bidii sana ukaribiane na familia yako. Wanaume acha nimaliza na hii point. Usikubali boma iko Eldoret, watoto wako Eldoret na mama wako Eldoret na wako Nairobi. Leta familia yako mahali ulipo. Mtoto wako atafunzwa pornography huko, mtoto wako atafunzwa uchafu na huko, msichana wako ataguswa vibaya na shamba boy huko, kijana wako ataambiwa maneno machafu na gateman na hauko unakujanga once a month. Lete watoto chini ya roof yako. Pia lete mama mahali ulipo. Na usitume mtoto boarding akiwa class 4. Wengine wetu tunaumia juu tulidampiwa boarding school tukiwa ndogo sana. Tukatupa hatujailelewa. Wanaume, kusanya boma yako pamoja. Wa protect physically. Ukienda nyumbani, enda kwa boma yako. Usiende kwa side chick. And I hope you know, kuongeza wanawake kuwa nini ya side chick polygamous ina kustretch tu as a man, you die fast. Unanyonywa, nguvu inaisha, stress kila siku, hakuna amani. Nimalize na hili. Usikae na mwanamke mjawana officially. Usiseme tumekuwa dating for 3 years na tukamna mtoto. Hiyo sio dating, hiyo ni ujinga. Kama unataka bibi, date vizuri, utafute mtu anayetaka kuwa mke. Kukuwa mke ni kazi ngumu sana. Wasichana wengi ni warembo na hawawezani kuwa na bibi. Being a wife is very heavy. Many beautiful women cannot manage it. Wanachukia authority, hawapendi kufuata mwanaume, hawapendi kupikia mtu. Unataka nikutandikie kitanda, kwani una mikono? Microwave ndio hii hapo. Si ujipikia hata wewe, unaningoja kwani una mikono? Some of them are very beautiful but they are very toxic. Usimwambie nimekuwa nawe ni mrembo usikue wangu. Na kwa wako kivipi? Muulize, are you ready to be a wife? To be a wife is a sacrificial journey. Kuamka mapema, kulea mtoto, kulinda boma, kuiombea boma, kukuja nyumbani, kutolewa, kutokuwa na maboyfriend. Ukiona msichana amepigwa picha online na huku ndiko kuko mbele, hepa huyo si mke. Ukiona amepigwa online na anaonyesha sasa nikikuletea chipo na nimebeba nikiwa mbakuli imefunuliwa hivi, utakula hiyo chipo? Nimekuja nao kwa barabara imenyaa vumbi. Wasichana wengi ni chipu zimefunguliwa hivyo. Wanaonyesha dunia yote. Umebakishwa nini kama mume? If you want marriage, go for wife material. Wife material wengi wako hapa church wanajaribu kufunzwa. Wife material wengi wanakuja kulearn. Na wako na notebook wamekuwa mentored. Si club kwenda club. Ni church kwenda conference, kwenda mentorship. Wamelearn. Wife material wamefunzwa na other wives. Wako learn na ako compose na yuko desperate. Na wewe mwanaume kama unalazimisha msichana anambia tukiingia kwa relationship lazima ufungue server. Wale wa kufungua server ni wale wrong number. Wale wa kuolewa wafunguangi server. How do you sign covenant? Wanaume na nyinyi tunajichenga. You want a good wife but you want her first of all to be a bad girl before you marry her as a good wife. Are you confused? Good wives have a covenant. They are usually married from the altar in a covenant, and you become a priest over her life. Ndio atakupea sasa access over her body. Wewe ukianza kutaka msichana na kuja weekend kuja kwa kitanda yako, utaoa malaya kama wewe. Pretender ataoa pretender. Nimalize kwa hili. Wanaume, there's a future. Niendelee. There's a future.
There's a future. Obina utaniongeza only 2 minutes. There's a future. Wacheni waambie kuna vacancy sasa inaendelea. Kenya yote na dunia yote inalia. Where are the men we can trust? Where are the leaders who care? Where are the fathers you can trust with our daughters? Siku hizi huwezi tuma mdota yako kwa brother yako. Umejua hivyo? Msichana wako kwa your blood brother. Lazima ufikirie twice ama thrice. Mama siku hizi wamekataa kuolewa juu yako na kadota. Na hezi amini wanaume atakao muoa wanaweza kuwa trusted na dota yake. If you want to be a great man, be faithful. Be a man of character. Be honest. Utapewa MCA hata kama hujaitisha. Utapewa MP hata kama hutaki. Siku hizi ukikuwa na leadership, unatokea home wanakuuliza si usimame tukupige kura. Hatuna viongozi. Tuko na wakulaji. Hatuna viongozi. I want you as a man, kama uko hapa na ulikuwa unauliza hakuna kazi, nimesikia hiyo na ni kweli hakuna kazi, but kitu moja amesema hakuna job lakini kuna opportunity juu kuna problem. If you solve a problem you never lack a job. Finally wale mnataka kuwa counselors na teachers. Kuna brother hapa amesema good counselor. Ni mzuri amepeana kuna issues za kupelekea rafiki na kuna issues za kupelekea daktari. Daktari wa mambo ya akili na mambo ya daktari wa mwili. Huwezi vunjika mguu na niambie rafiki yako ndiye atakutibu. Kuvunjika mguu ni serious issue, si ndio? Lakini kama ni homa uko nayo rafiki yako anaweza kupea ile maji ya ndimu, ni sawa. Kama issue yako ni light ni sawa, but kama ni serious kitu inakubother, you lost your mother, you are heartbroken, you are cheated on, your friend and your fiance wakakuacha wote. Unaweza sometimes Chibalonza alikuwa anasema alikuwa na rafiki yake akahepa na fiance wake, umebetrayed twice, go to a counselor. Wanaume, there is a job opportunity in leadership. There's a job opportunity in faithful business. Siku hizi hata ukinunua maziwa wameibatiza, wameongeza maji. Hakuna faithfulness. Ukiwa faithful man, you get businesses. Hakuna kazi za employment, but you can employ people when you're faithful. Thank you so much. We Benjamin Zulu, kwani umekunywa nini? We amesema hajasema. Amesema hajasema. Mwenye masikio ambiwi nini? Very good. Na pia nikiongezea to echo the point. Wale wasichana wako hapa, huyo mwanaume asikudanganya tumzalie ndio muonyeshe umempenda. Okay? Na pia wale wanawake wako hapa, kitu sikudanganye umshikie mimba ndiye abaki na wewe. Am I talking to somebody? Aya. Wale panelists walikuwa hapa, the ladies, tafadhali kujeni hapa juu kwa sababu sana nataka tuambiane vitu tu mbili hivi alafu tumalizie tupige picha pamoja. Wale panelists, tafadhali for the volunteers help me carry their seats. Help me carry their seats, wakuje hapa. Tunahitaji viti kama tu 4 zingia hapa katikati hivi. So tuna spread out kidogo wanaume, so the ladies pia waingie hapo katikati so that at least tukue uniform kidogo. Ati unajua nilimshikia mimba ndiye ajue nimempenda. Utaimba mami utalea. Ati wewe si unishikie mimba ndio nikuoe. Mamangu amekupenda. Aya, my co-moderator. Njoo. Uliza moja, niulize moja. Haya, sasa tunaanza na my very good friend Fortune. Wanaume ndio hawa wako hapa. Ni nini hiyo kama ladies mungependa tubadilishe? Ndio pia nyinyi mfeel mko na peace of mind. Kwa sababu saa nyingine hatujui. Sasa ongelelea wale warembo wako hapa, wasichana wako hapa, wamama wako hapa. Ni nini ungependa sisi kama wanaume tubadilishe? Alafu ndio nyinyi roho na akili itulie. Mimi kama Fortune nimesimamia wanawake wote. Wanaume mnanisikia? Communication. Kama upendi mtu muoneshe umpendi. Washeni kutubeba miaka 7, miaka 4. Yaani naona mimi nimepata mzee kumbe hapana. Wanaume jameni, mtuambie ukweli. Unaniambia tu vizuri, mimi nataka fun. Nataka tu tujimbabe. Unaelewa? Yaani naenda tu urafiki. Lakini si kunionyesha mimi ni kama bibi, najipeleka, nazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wewe unajua tuko pamoja. Sawa wanaume?
Kitu ingine kwa marriage, wanaume, communication. Kama unaona kitu hatuelewani, ongea. Si kunyamaza na unatoka. Onga Obina. Wewe kwanza ndio ina kibeti. Mimi kitu yenye naweza Unajua reason? Obina ni juu upendi kuongea. Obina vile anakaa ni ule mtu wa kelele imekuja anatoka. Jamani, kama kelele imekuja, niambie tu baby nakupenda tuongee. Usitoke. Sawa? Ama niache wanawake? Si wanaume mnafanyanga hivyo? Hapo ndaongelelea wanaume. Saa ingine hiyo pata amesema ni ukweli, mimi kelele siwezi. Kelele mimi ndo huyo. Kwa nini? Saa ingine kelele ni too much. Obina, wanawake tumeumbwa wa kelele. Hatuwezi change. Now you see, now that's a problem because you can't compromise for the person you're in a relationship with. Why not just communicate? Ukisema, si tumeumbwa na kelele hatuwezi change, niko zile, okay, baki na kelele yako, mimi ndaenda na kutokupiga kelele yangu. Kuna ile kelele ya too much na kuna ile ya kuelewana. Unajua kuna ile baby, nimekuongelesha hii hujafanya na hujafanya. Haisikiki vizuri. Hapana, lazima nimalize hata watetea. Na historia ya kusema wanawake ni wakelele ni kujitetea wanaume. Unaona kuna ile umeambia mzee asubuhi kitu, kesho namwambia ingine na hataki kukaa chini muongee. Si utapiga kelele mwanamke? Hii sauti ya wewe si tumeumbwa hivyo. Sasa unamwambia kitu anatoka. Kama nimekwambia kitu babe, kaa chini tuongee. Kitu kingine acha niwaambie wanaume na pia sisi wanawake. Kitu yenye nyinyi kwa marriage hamwezi solve mkiwa wawili. Hata ukiitua president wetu hamwezi kusolve. Sababu mlipendana mkiwa wawili. Sasa kama nyinyi mlikuwa wawili, ukakuja hata mzazi wako mwenye amekuzaa, my mom, nilikuja kumwonyesha kindo wa Mokoli. Amjui. Kama tumeshindwa kusolve issue na yeye, kuna mtu mwingine anaweza. Sasa hii story hata tuende kukalishwa kwa wazee haitaweza. Tujifunze kusolve. Na ndio sasa wanaume, kama kitu imeharibika, tukae chini tuongee baby. Okay, punguza kelele kama nimekuwa juu. Ukiniambia baby nakupenda, punguza kelele tuongee nitapunguza. Si ndio? Haya watetee nisikie. By the way, wanaume tulisema kuku akipiga kelele nyingi anaweza fukuza simba kutoka kwa pango lake. Kuku mwenye kelele atafukuza simba aondoke kwa shimo lake. Na jambo lingine wanawake, kelele haina communication. Radi, thunderstorm does not help. It is just noisy. The thing that grows grass is showers. And the showers are gentle. Ukitaka tuwasikize. Hallelujah. Somebody touch your neighbor, say neighbor. Somebody say neighbor. Benjamin is oozing wisdom. By the way, mukianza sisi tunasikianga akipiga kelele unamkiss. Umkiss hataongea tena. We tune out. Wewe fortune tuko kwa kanisa wewe. By the way, mimi nilichagua bibi juu niliona hana uwezo wa kushout. Haya. Sijaisikia bibi yangu akishout miaka yote tumewana. Juu nimetoka mahali kulikuwa na kushout na milango kubangiwa na glass kuvunjwa na nilikuwa na trauma ya shouting. Hiyo nao ni too much. Hivyo ama ile kelele mnapiga 3 hours hata ukiwa umelala unaota tu kiteta. So wanawake, my advice for you, ukitaka tusikize. Ameongea for all the men. Na hata ule 5-year-old wenu mliona kijana akiwa 5 years. Niliona mnamskrimia juu amechelewa kuvaa viatu. Kaka, unanitoa wazimu. Kama babako. Na kijana pia akaelewi atakanaza pia kuscream, yote mnaskrimiana. So my point you to listen, strongest points are in a whisper. Badala ya kushout jaribu kuwhisper. Nita lean forward na nitasikia. Ukishout I avoid, ukiwhisper na karibia. Badala ya kusema we need to talk, ukiambia mwanaume we need to talk hata kuja. Goja tu wakati yako happy kumerelax muongee. Jambo la mwisho, kila wiki muende nje mkakunye coffee nyinyi wawili. Badala ya wewe kustomach na vitu na unalipuka, mkuange na date out. Uko date out tunaongea yote iliyotendeka hii wiki bila kubottle up. Sawa? Lazimisha. Mwanaume akijifanya kwa kazi anakuja after 3 months, hata wewe enda zako. Usiolewe na bluetooth, olewa na mtu wa ukweli. Kama hataki mazungumzo na date, hawezani na ndoa. Ndoa si ya kila mtu. Sawa? Halafu kuna tofauti ya kukuzalisha ama kukuoa. Wewe umesema ati nisikuongoze miaka 7. Unafanya nini miaka 7? Si hata wiki 3 zinatosha.
Usifungue sava kama hujaolewa, usizae kama hujaolewa, usipike kama hujaolewa, usikuje kwake kama hujaolewa, usijite mke kama hujaolewa. Girlfriend haiko kwa katiba, girlfriend haiko kwa Biblia, girlfriend haiko popote. Wewe kuwa bibi ama ukue single. Asante. Amen. Wanawake niseme nini? Umesikia? Sasa kuna kitu hatujaelewa hapo kama wanawake. Umesema hiyo miaka 7 ama 4 tunakaa tukifanya nini? Na kuolewa ni gani? Kuolewa ni ile ya certificate ama ni gani? Ama ni kuna kukalishana na kuna kuoana. Tunataka kutujue kuoana ni gani? Hiyo Benjamin Zulu anakuanga na Facebook live. Waambie page yako wakuje waone kwa Facebook live. Sasa hiyo tunatackle hapo. Ndio tusitoke kwa mental health hapa. Aya, asante. Balthazar. Pole kama I've butchered your name, yeah? Mengi yamesemwa hapa kuhusu wanawake, kuhusu wanaume. What is that 1 or 2 things in your perspective that you would want each and every woman to carry home when it comes to helping our men safeguard their mental health? Thank you so much. One, I'm not married. Acha nianzia hapo. But being that I have the best spiritual father who has mentored me throughout the process, and he has made me to follow his footsteps in a way I understand it, I think even much better than Obina. So there is a time that that was last year when I shared with my spiritual father, Pastor T, that I felt that I was at a stage that I wanted to marry. But Pastor T told me something, that the woman that you will marry in your life will either impact your life positively or negatively. And Pastor T told me that the stage that you are in is a very crucial stage right now. And he told me that behind every successful man, there is a woman who acts as a pillar. And he told me that for a man to function properly, you need someone who will give you that peace of mind, for you to think soberly. For instance, at times I do relate with my situation. You mean mtu wa kuingia kwa nyumba saa 6 usiku, by 4 I'm awake, I'm preparing niingie kazi. So you realize that if I'm not in a position to get someone who is in a position to give me that peace of mind, someone who is in a position to understand how I operate my day-to-day schedule. I happen to have been in a relationship by mistake. But I was dating one of she was a Kikuyu lady, by God's grace. So whatever she took me through, I do relate it with a song that Obina alitoa. For those who follow Obina, alitoa inaitwa Ndalo. So if you listen to that song, definitely, it might be secular, but there is a message deep in it. Obina speaks about how relationship is related to money. The consequences of getting into a relationship without thinking. What relationship can take you through if you get into a relationship blindly? You realize that if you follow the script venye ameiweka, there is a very strong message that comes from whatever he did like 2 weeks ago, if I'm not wrong. So, personally, in my own view, nilikuwa namaliza hiyo story ya the Kikuyu lady. So, this lady, by the time that we were dating, she happened to have been one of my first ever relationship. Ilipata kaa tunaishi na Tom Daktari. For those who have heard Tom Daktari akipiga hiyo story ya madhare ya mayai, gonga mbili ukule, gonga mbili. So by that time we were with Tom hapo Madhari. And life was not a bit tough, and Tom called me, alikuja jioni kwa nyumba kaniambia, bro, I've done a scientific research and nimekuja na the best business. Nikamuuliza hiyo ni business gani? Business ya kuuza mayai. Nikamuuliza, sasa hii mayai tunataka capital ya pesa ngapi? We needed a capital of 500 for 2 trays. So tukajaza hizo mayai kwa the transparent bucket. Tom akaenda kuuza. Unfortunately, by the end of the day, Tom akimaliza kuuza alikuwa ameuza mayai 4. Akarudi nao kwa nyumba. And mayai yezi lala, na automatically kwa pitaribika. So to make us eat this mayai comfortably, ilikuwa ile yenye namwambia, bro, nigonge 2 hapo. Na nigongea nakula na bro, wewe sasa weka 4.
Hivyo. So that night became one of the worst moments. Unfortunately, I got this beautiful lady that I admired so much. I really admired to be with her. I used to see her, I used to admire her, and she realized that nilikuwa namtaka. So there's a day she told me that, bro, I know you have been looking into me. Can we hang out at least? So we hung out somewhere. By the time tulifika hapo, my first time to go into a restaurant, called a restaurant, was through that lady. Tukafika hapo, the menu was kind of blah blah. I could not read French. So mimi nikangoja tu nikasema like, because I don't want to embarrass myself, nikangoja kwanza aitishe oda yake. Sasa waiter kuniuliza that which unataka gani, mimi nikamwambia kama hiyo yake. Sijui ameitisha nini. Unfortunately, tukaletewa the appetizer kwanza. So by the time the appetizer imefika, I thought that is what we have ordered. The cabbages zimekatwa na scone. Me, I ate it. Nikashiba. Little did I know that this was an appetizer, chakula ndio inakuja. So by the time chakula inaletwa, I'm full. So najiuliza like, watu wangeniambia tu hii kitu ndio something is coming out which is great. So she realized that. Then she asked me some key questions about my hobby, my lifestyle and whatever. But by that time, I didn't even know what I wanted to be. So I was just direct. I told him, unfortunately, we could. She told me that, actually, the term that she used that I do like using is, you and we are going to waste time on each other. So you go your way, I go my way. Akaenda zake. Many years after working hard, Mungu akanibariki, we bumped into each other, and I decided to now win her back. She took me through mental torture, because in a way I was worshipping her. Obina anasema like, onya luo kwa rebi poki mudhu pige no, in the luo. So, by the time the lady was leaving, I can definitely say that my lifestyle ilikuwa imechange sana, because I knew how I was living, but she was a spendthrift. Because unapata kama angenieka kwa lifestyle yenye singe manage, and I was forced to at least live to that standard, because I was kind of worshipping her and I wanted to be with her. So I had to quit that relationship and get someone that would at least understand me and be with me. Not that I got someone, I'm still in the process. Asante. Sawa, asante sana. Na our final speaker, Apostle, I am requesting you to please summarize this for us, crown it all up for us. Asante. Wow, mengi yamesemwa na kwa kweli tupata maarifa sana. Lakini kitu moja ambacho nimesikia ni kwamba kila mtu kuna mambo anapitia. And the only way to come out of what you are going through, first of all, lazima you do something called discovery, because there is no recovery without discovery. And how do you get to that place of discovery? Kuna mambo unaona maybe uko na utofauti. Kuna mambo uko na utofauti na watu wengine. You need to ni vizuri kupause kidogo na ujiulize maswali, why am I different? For example, wakati our ladies walikuwa naongea kuhusu signs za kuwa maybe na mental issues, one of them waliongea kuhusu kukuwa na hasira. Unaona, kukuwa na hasira. So unafaa unapause na unajiuliza, mbona wengine sioni wakireact kama mimi? From there utaweza kutafuta your recovery. So kwa sababu hapo ndio unaweza enda kwa mtu na umuulize, wewe unaona aje kuhusu mimi? Na maybe na kuna as tumesikia kuna specialists ambao wako na maarifa, wamesomea, wengine wanajua hata akikuangalia vile unaongea, gestures zako, wanaweza tambua wewe huyu ako na shida fulani. Now they will be able to help you. So no matter what you are going through, na najua hata wengine tuko hapa, tuko na issues. Waliongea kuhusu kutolala. Na watu hawalali, the whole night halali, naamuka asubuhi kichwa ni mzito. That is an abnormality. You need to seek for help. Ujiulize kwa nini silali, na uende kwa mtu ambaye anaweza kukusaidia. Kwa hivyo sisi wote, no matter what you are going through, there is a solution. Geukia jirani yako mwambie kuna suluhisho. Lakini wewe lazima uchukue hatua ya kutafuta nini? Suluhisho. Asante sana. Asante sana.
So I'd like our panelists tusimame tusonge hapa mbele kidogo tuchukue kapicha moja fotomoto. Alafu I'd like the certificates zikuje karibu. Get the point. Take a step forward.